Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo hii tupo katika swala zima la uchaguzi katika mji wa Lille, na mimi nimeona nikuletee uchaguzi huu kwa sababu kama kawaida chaneli yetu ni kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya Uislamu katika miji tofauti tofauti hapa Ulaya na dunia tuseme kwa ujumla. Sasa leo hii katika mji huu wa Lille watu wanamchagua kiongozi wao wanaomtaka, yani anachaguliwa kwa mtindo wa kura. Watu watakusanyika sehemu moja kwa ajili ya kupiga kura kumchagua kiongozi wanaomtaka wao. Kwa hiyo itakuwa ni kitu kizuri. Kwanza inafanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni Ramadhani ya 4 siku ya Jumamosi. Kutakuwa kuna mambo mengi, kutakuwa kuna iftari ya pamoja, kutakuwa kuna uchaguzi na watu wakimaliza kura, nafikiri kutakuwa kuna maelezo kidogo, labda kiongozi ambaye atakuwa amechaguliwa anaweza akazungumza kidogo. Kwa hiyo twende kwanza tukaangalie Waislamu leo wanamchagua nani kama kiongozi wao katika mji wetu huu wa Lille. Karibu sana. Welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma as-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala ta'ala fi muhkami at-tanzili: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وترزق من تشاء بغير حساب. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mlezi wa viumbe ambaye ni wa kuhimidiwa na kushukuriwa. Ametujalia Mwenyezi Mungu kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, sio nguvu zetu wala ujanja wetu, ila ni kwa utashi wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo baada ya hayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatueleza katika kitabu chake cha Qur'ani ya kwamba sema, waambie ewe Muhammad, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Sema, waambie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye mmoja mwenye ufalme, ambaye ni mfalme mwenye ufalme wake duniani na ardhini. Malikal mulki tu'til mulka man tasha. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anampatia ufalme amtakaye. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anampatia cheo amtakaye. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamuinua amtakaye. Mafhumu ya aya hii watukufu wa Islam ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kile ambacho aliyomchagulia mja hicho ni yeye, kinakuwa kimetoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo halikamiliki lolote isipokuwa hili limekamilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na halimpati mja yoyote jambo isipokuwa ili Allah subhanahu wa ta'ala ndio afanye nini, amelitaka, na halimkosi mja jambo ila Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye aliandika kwamba hili jambo halitompata mtu. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amediriki kuyasema ya kwamba hata umma ukusanyike, dunia nzima ikusanyike kwa ajili ya kusema sisi tunataka kumdhuru fulani, kama Allah subhanahu wa ta'ala hajataka yule mtu adhurike, kama Allah subhanahu wa ta'ala hajataka ule mtu afanyiwe uovu, watu wanaweza kujikusanya na jambo hilo lisipiti. Akaendelea kusema Mtume, na lau ummati utakusanyika, watu wakakusanyika wakasema tunataka kumuinua fulani, tunataka kumpa cheo fulani, tunataka kumuinua fulani tumpatie mali au bilionea kuliko watu wote, tunataka kumfanyia jambo zuri fulani, kama Allah subhanahu wa ta'ala hajatia mkono wake pale kutia saini, jambo hilo haliwezekani hata walimwengu wote wajikusanye, haliwezekani.
Hii ni akida ambayo mtume aliimaliza, akasema mfano wa kalamu. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika bike imekusha inuka, kalamu tayari imekusha inuka. Maana yake baada ya hayo ambayo mtume amesema yameshaandikwa kwenye nini? Kwenye lauhil mahfudh, ubao wa kuhifadhi mambo yote, ambao umeandika kila jambo kwa wakati wake na kwa muda wake. Tayari bike imeshainuka, haifai nini? Haiandiki tena. Na wino ule ambao uliandikwa umeshakauka. Sikia falsafa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani kalamu imeinuka kama vile tayari imeshapigwa mfuniko, haiandiki tena. Na wino ulioandika hapa tayari umeshakauka. Hii ni akida ambayo kila Muislamu anapaswa kuwa nayo. Maana yake nini? Maisha yetu yote ambayo tunayoyaishi, jambo ambalo likikupata katika maisha yako, sema hili limeandikwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, liwe ni la shari au la kheri. Tukirudi katika nguzo za imani, tunaambiwa kwamba kukubali makadara, kheri zake na nini. Maana yake ukipatwa na kheri imetoka kwa nani? Na ukipatwa na shari imetoka kwa nani? Wakati mwingine shari zinatokana na mikono yetu ambayo tunayatenda. Ndio Allah katuambia bima kasabat aidikum, yale ambayo mnayofanya. Jua uweze ukasema ati mtu tu azaliwe na wazazi wako natural salama eti azaliwe na ukimwi. Haiwezekani, muhali haiwezekani. Kuna baadhi ya mambo ambayo katika qadar ukitizama yako na asbabu ambazo zimefanya nini? Zimetokea. Maisha ya Muislamu yote ni kukubali kwamba hili limepatwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hili limenikosa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Sema, waambie Muhammad, ufalme unatoka kwa Allah. Tu'izzu man tasha, anamuinua mtakaye. Wa tudhillu man tasha, na anamweka chini afanye nini? Kumbe ukitazama hii aya vizuri kwa falsafa za mbali, kupinga yatakayotoka kwenye hiki kikao hapa, kupinga, narudi tena, kupinga yatakayotoka kwenye hiki kikao hapa, umepinga aya ya Mwenyezi Mungu anasema anamuinua nataka tusikie sauti, anamuinua amtakaye na anamweka chini amtakaye. Biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Katika mikono ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo kuna mambo yote. Hii aya inatupa inatupa njia ya kuweza kwanza tuzisafishe nafsi zetu kabla ya kuweza kuyaendea yale ambayo tunayotaka kufanya nini? Kuyaendea. Jameni, hapa kila mtu amekuja kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatukuja kwenye shari. Anasema mtume, wallahi billahi, anasema neno ya mtume Waislam, Mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Na hii hadithi atakayepinga matokeo atakayotoka hapa, basi atakuwa amempinga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema mtume, la yajtami'u an-nas ummati, la yajtami'u al-umma, la yajtami'u. Mtume anasema katika mafhumu ya hadithi, umma wangu mimi hauwezi ukakusanyikia kwenye mambo maovu. Sallallahu alaihi wasallam. Yani kukutanika sisi wote hivi hapa haiwezekani tukao kwenye uovu. Hii kwanza ni nini? Ni ibada. Tumekuja hapa kufanya kitu ambacho ni amri ya Mwenyezi Mungu na mtume. Mtume anasema atii'u Allah wa atii'u Rasul, tumtii Mwenyezi Mungu na tumtii nani? Mtume. Kisha Mwenyezi Mungu akasema kwamba na wale watakao kuongozeni mambo yenu, ni amri ya Allah kumtii Allah na mtume na watakao tuongozea mambo yetu. Hilo ni la kwanza. Kisha Mtume sallallahu alayhi akatueleza kwamba hii ni ibada mojawapo ambayo tunayaikalia hapa. Umati wangu hawezi ukaikalia kuna mambo ya ujinga au pumbafu. Tuko hapa kwenye ibada. Na hii ibada tuna malipo ndani yake ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuandikia. Kumbe jambo la kwanza, tuzitakase nafsi zetu. Wallahi, tuzitakase nafsi zetu. Kila mtu afahamu kwamba leo tunaishi hapa. Hawasikii? Telefoni. Si on appelle. Hapo.
hapa hivi. Kitu ambacho tunapasha kufahamu na kuelewa ya kwamba sisi wote hapa ni wapita njia, tutaondoka, tutakufa, na kama sote tutatoka tutakufa, bali kila mtu ataulizwa yale ambayo aliyatangulizia nafsi yake. Kwa nini tuchukiane? Kwa nini tusipendeane kheri? Kwa nini tusiridhiki na lile ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kulikadiria? Na ikhlas, neno ikhlasi tunalisikia kila siku, ni jambo ambalo ni kulifanya jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili suala la kufanya jambo kwa ajili ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lina malipo makubwa mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini je, ikhlasi ni ya muda? Kulifanya jambo kwa kumridhisha Allah ni kwa muda? Leo tunakusanyika hapa tunafanya mambo mazuri, kesho iwe tena ni sababu ya kuleta matatizo kwenye jamii na umma? Na ndio maana kama tunatanguliza haya ni kama mukaddima, maana yake introduction ya kuweza kuziweka nafsi zetu wakati ambapo panastahiki na kwa muda ambao unastahiki kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika haya yote ambayo tunafanya nini, tumeyadhamiria. Sasa hapa tutakwenda na mifumo ambayo itatusaidia katika suala hili la kuweza kumchagua yule ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa amemkadiria kwetu. Hii ni kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa vyovyote itakavyotoka ni kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadhani tumekwenda kuweza kufikiria ni njia gani ambazo zitatuwea za urahisi zaidi kwa ajili ya kuweza kulihafifisha hili jambo, lisiwi ni jambo lirefu ambalo litatuchukua muda mrefu. Isipokuwa muda mrefu tutathmini ni vipi ambavyo tunaweza kujenga maendeleo ya mji wetu, ni vipi ambavyo tutakavyoweza kuendelezana sisi Waislamu katika mji wetu. Wallahi kila siku mimi nawaambiaga ni aibu kuona ikifikia mambo ya umma wa Kiislamu ndio tunaminyana, ikifikia mambo ya dunia tuko pamoja. Hamuoni kama ni aibu watukufu wa Islam? Kwa nini jambo letu la Uislamu ndio tusiwe jambo limoja, alafu ikifikia mambo ya dunia ndio tutafautiane? Lakini sisi katika Uislamu ndio tunaweka bifu na matatizo mbele, lakini mambo ya ambayo yanastahili kuweka huyo, yani hizo bifu zetu hatuyaendeko. Bifu ya uhakika ya Uislamu ndio ambayo tunafurugiana kwayo. Kumbe hili jambo mimi nimesimama hapa kama mwakilishi ambaye kwanza kiongozi wa jamii ya Waislamu katika nchi ya Ufaransa, moja. Mbili, niko hapa kama ambaye nimechaguliwa kusimamia jambo hili, nimeteuliwa na Sheikh Abdul Hamid kwa kuweza kulisimamia jambo hili. Angelikuwa mwenyewe hapa na mimi ningekuwa ni sekretari wake kama kawaida, nafasi yangu kwenye baraza la mashehe kuandika raporo ambayo tutakayoifikisha. Lakini kutokana na yeye Sheikh hayupo, kaniwakilisha mimi kwa nafasi hii ambayo tunakwenda kuitekeleza, niweze kumsimamia jambo hili. Jambo letu la kwanza ambalo tutakaloliendea, tumeshazungumzia, tunakwenda kumtafuta kiongozi. Alhamdulillah, nadhani kila mtu hapa hilo hana shaka kwamba ndilo ambalo limetuleta kumtafuta kiongozi ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ametuchagulia. Narudi tena jameni, kupiga nyundo kwenye msumari huyu. Atakaye teuliwa, basi huyo kateuliwa na nani? Nataka sisi wote tuhakikishe atoke moyoni. Atakaye teuliwa, atakaye chaguliwa hapa, ni nani atakuwa amemteua? Allah. Jameni, atakaye teuliwa hapa, ni nani atakuwa amemteua? Allah. Yanatoka muulimi au ndani ya roho? Kama ni ndani ya nafsi, tutayaona mbeleni huko. Kweli yatakayotoka hapa, tutaandika tarehe na siku, yatakwenda kwenye raporo, alafu tutazama ni kweli
Allah subhanahu wa ta'ala ndio atakuwa ametuchagulia huyo ambaye tunamtarajia. Sasa acha watu waingie ili tuweze kuambia mfumo ambao tutakaoweza kuuchukua kwa muda huu insha Allah. Wanakuja tuongeze. Wanatueleza kwamba mzee Mosi anatueleza kwamba anatupatia ujumbe kwamba kuna baadhi ya watu ambao wako wanakuja. Watu wasije wakasema mmetuchagulia sisi hatukuwepo, hatukubali. Isipokuwa tutajilimite tu. Tutajilimite mpaka 18h moins 10. Saa 12 bado dakika 10. Saa 12 bado dakika 10 tuweze kulimaliza hili zoezi. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Mtutizamie muda wa adhana ya magharibi ni saa ngapi? Muda wa swala ya magharibi ni saa ngapi? 18h combien? 18h16. Sawa. Maana yake tunajilimite mpaka 18h moins 10. Mwenye atakuwa hajafika tunafunga mlango. Wa alaikum salaam wa barakatuh. 18h moins 10, mwenye atakuwa hajafika tunafunga mlango kisha tunakwenda kuchagua. Mwenye atakuwa hajafika atapata raporo na atarizika kwa yale ambao tutakuwa tumefanya nini? Tumeatoa katika siku hii ya leo. Tunawarudilia ndugu zetu ambao wamefika bunde hivi. Tunasema kwamba maamuzi ambayo tunakuja kuyachukua hapa yatakuwa ni maamuzi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo Mwenyezi Mungu ndiye pekee atakuwa ametuchagulia jambo hili. Hakuna uchaguzi ambao unakwenda bila utashi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alafu jambo lingine, nianze kuwaelekea na nyie ambao mnatarajiwa, ambao tutakuja kuwaambia sasa hapa, labda fulani ambao ndo tumefikiria kwa pamoja hawa tuweze kujitosheleza kwao, kama wanaweza kufanya nini, kuchukua nafasi zao hizi za kuweza kutuongoza. Jambo la kwanza, narudi tena kusema jambo la kwanza, jameni, uongozi tumekubaliana kwamba hapa unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Moja. Jambo la pili, uongozi ni amana. Uongozi ni nini? Ni amana. Amana ni kitu ambacho mtu anakushikishaga, anakwambia baadaye nipe. Akikwambia nipe, bwana wewe umenipa wale unaninyang'anya. Amana ukipewa, kuna wakati unaambiwa sasa ufanye nini? Urudishe. Na ukiambiwa urudishe amana, usifanye nini? Usigararizi, usipingi. Hii ni amana ambayo leo Biislamu tunaweza nasherehekea kwa kiongozi. Wallahi, billahi, tallahi, hani nawaambia, katika umri wangu mimi, najitolea mfano mimi, sijawahi kupata misukosuko ya da'wa kama vile misukosuko ya da'wa naipata hapa Ulaya. Mimi nilikuja sina kipara, wallahi sina kipara, lakini leo tayari kipara kishafanya nini? Kishaanza kutoka. Ukifikiria wewe utasema eti ni maji. No, mimi najijua, najifahamu. Nimeishi Warabuni zaidi ya miaka 3 na koga maji ya Warabuni yana kemikali kuliko ya hapa. Nywele zangu zilikuwa hazijaisha. Lakini kitu gani ambacho kinanifanya mpaka upara maskini unaanza kuja? Shekhe wangu Mwalimu Abdi wakati alifika hapa alinitizama akaniambia unakwisha majukumu ya jamii maskini. Leo nikiwahadithia mipito ambayo imenifanya mpaka mimi leo nafika hapa Ulaya, Muislamu anaweza kashangaa. Lakini kuna wakati naikaa chini nasema bila shaka wallahi hii ilikuwa ni mission speciale ambayo Mwenyezi Mungu alifanya nini? Aliandaa. Hii ilikuwa ni mission speciale ambayo nikikuhadithia mimi mpaka natia mguu Ulaya hapa, unaweza ukashangaa katika maisha yako. Watu wengi hawajui
Mimi nilifanya kazi aeroport ya Komoro. Aeroport ya Komoro ile nilifanya kazi. Napita wananionyesha, unaona? Kwa ndugu zako Warundi wanafanya nini? Wanawarudisha. Wanarwanda kila siku wanawarudisha. Niko na visitor hapa. Kadi ya visitor kwa njia ya kuja tu hapa Ulaya. Nilifikishwa kwenye ngazi za juu pale Komoro. Natizama maisha etape gisi nimeenda nazipita mpaka kufika hapa Ulaya. Yaani naona maisha gisi yalikuwa mepesi haraka. Alafu naona tu nimefika na tua sehemu pa. Kama kwamba misio yangu sasa imekamilika. Nafika Paris, hakuna shehe. Shia. Shia ni kafiri Shia ni kafiri. Shia, itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa, anampinga mtume wa Mwenyezi Mungu. Shehe wao ni mshia. Ndoa zitasalimika? Ndoa zitasalimika? Haiwezekani. Dini itasalimika? Haiwezekani. Hapa kwenu lile hakuna shehe. Hamna shehe, hamna. Hapa hamna. France ndio hamna shehe. Shehe Musa ndo alikuweko. Nafika la ilaha illa Allah. Nataka niwaoneshe kwamba huu uongozi ambao leo mtu labda anasherehekea kwa kiongozi, kuna matatizo ambayo yako hapa. Kama hauyajua unaweza kuona tu sherehe kumbe kwa kiongozi. Leo mimi naweza nikawaambia naweza ikafikia mwezi mzima kila samedi mimi siko nyumbani kwangu. Kila samedi narudiaga kwangu Dimashi. Ukiniuliza nilikuwa wapi? Khidma ya huyu umma. Nani hapa? Nani anaweza kuacha familia yake, mke na watoto? Vendredi namaliza 18h kazi. Samedi niko flexibus. Niko muigo. Na kwenda kuwafanyia watu gani khidma? Naenda kuwafanyia watu gani khidma? Hayo ndio majukumu ya kiongozi. Kiongozi sio kuikaa kwako ukutane tuko nyumbani. Kiongozi. Katika mambo ambayo tunaambiwa na watu waliosoma wanatuambia al-idara laysa tashrif bali taklif. Uongozi sio kuonekana tu mimi ni president, mimi ndo kiongozi, mimi ndo shehe mkuu. Shehe mkuu tukuone uwanjani, bali taklifu tukuone unafanya kazi, ndo taklifu hii. Sawa? Hii ni amana ambayo sisi tulibebeshwa na walimu zetu. Shuleni kwetu sisi walimu wetu wa Masri walikuwa wanatuambia antum sufara. Nyinyi ni mabalozi. Nyinyi ni mabalozi wa nchi. Hili neno kila nikilikaa, wallahi kuna wakati naikaa nasema, mimi vitu vya Waislamu nataka sana niviache na mimi nipumzike. Nimechoka. Mtanikubalia? Na mtanikubalia? Na mimi nikae niwe maamuma? Na ule jamani, mtanikubalia niwe maamuma? Kama Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya hii, nikiikala kumbuka kauli za walimu zangu, antum sufara fi biladikum, nyinyi ni maambasaderi wa umma wenu nchini kwenu. Hapa tuko na watu ambao walisoma mashehe hapa Ulaya, na wajua na wengine mnawajua nyinyi, lakini kwenye uwanja waonekana. Hii naikaa natizama, nasema hii ni mission speciale, na nikijaribu kuiacha nina imani Allah ataniadhibu tena kuanzia hapa duniani, na baadaye nitapata malipo ya akhera. Wallahi kama mnatuona tumengangania kwenye dawa, kuna siri ambayo tunaipata. Hatuna hela mishahara kutoka Arabuni, hatuna eti tunaendaga fasi Waislamu mnatuchangia hela. Kuna Muislamu hapa amenichangia hela kuja hapa? Wala nikena kuna Muislamu amenipatia tiketi? Siku gani sijawahi kumwomba Muislamu bi amwalikum wa. Kwa nini? Kuna siri mzee nishagaiona hapa. Na ndio maana siwezi kutoka. Sina mshahara wa Arabuni. Sina mshahara kwa mtu, bali mimi mwenyewe ndo najifinance katika hali hii ya dawa. Ndo hali ya kiongozi. Hali ya nani? Ya kiongozi. Hii ni dhamana ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kutubebesha. Kumbe tukufu wa Islam, hili jambo ambalo tunalifanya ni ibada.
ambayo inalazimika kujitolea muhanga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usiseme mimi niko pale kwa ajili watu wanione, watu wanisifu, wasiju kiongozi. Mtumikie Allah, alafu Allah atakuonyesha surprise. Kuna vitu ambavyo nikikueleza wewe utasema shehe, mimi nakuwa sahaba wako. Wallahi nakwambieni, kuna vitu kama mnaona sisi tumeng'ang'ania hapa kwenye dawa, kuna vitu ambavyo tunaviona na tunavijua. Sio hela. Sio hela. Wallahi ni bora kuliko hela. Hivi sisi tunavyoviona tunavipata katika jambo hili, sio hela. Wala sio heshima ya mtu. Na wala sisi tuhitaji heshima ya mtu, isipokuwa heshima ni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndiye atakayetuvika. Alhamdulillah. Kwa kweli mimi wa kwanza hapa nainua mkono ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tarehe 3, kila ambaye ameshanikosea lillahi ta'ala, shanivulia heshima lillahi ta'ala, shanifanyia jambo lolote la aina yoyote ile la kuniudhi mpaka moyo wangu kaguswa, nimemsamehe kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lolote jambo lillahi ta'ala, ana ubali wallahi, ikiwa kama kwa hili nalifanya kwa kutarajia radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, sijali, nimemsamehe kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kama yuko yote ambaye mimi nimekushamkosea kwa kutamka, kwa kusema, kwa kumuona, kwa hali yoyote, naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala anisamehe, kisha naomba naye anisamehe. Mimi nimekusamehe. Shukran, barakallahu fik. Na kama kuna mwingine shamkosea, wallahi naomba anisamehe. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anataka kufa, alisimama akaambia, mtu yoyote ambaye mimi nilimkoseaga, kwa jambo lolote, afanye nini? Aweze kunisamehe, au kama nilimfanyia kitu cha kulipiza kisasi, aweze kufanya nini? Aweze kunirudishia. Sahaba mmoja akaliona opportunity kwa mtume nimeipata, akaambia, mimi ya Rasulullah ulinikoseaga. Basi wanatizama, wewe hauna adabu, mtume wa Allah, wewe unasema umemkosea, alikukosea, tena nitakurudishia ya Rasulullah. Hivi wewe hauna adabu? Unamwambia mtume wa Allah utamrudishia? Ndio. Tena mtume, inabidi kabisa utoe nguo kabisa, na mimi kujeruhi kama ulivyonijeruhi. La ilaha illa Allah. Ilikuwa ni nini? Walikuwa wameikaa kwenye maarak, kwenye uwanja. Mtume akawa anajipanga jeshi, katika hali ya kuweza kuwapanga jeshi, na kakijiti kakaa kamemgusa maskini kwenye nini, kwenye tumbo lake, akisema nimeumia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia hamna shida, rudisha kisasi chako, akachukua mwili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaubusu, akauyambilia na kuubusu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, nilichokitaka mimi ni nini? Ni hii tu, ngozi yangu ifanye nini? Igusane na ngozi yako. Mtume akambashiria pepo, akasema hili ulifanya kwako ni haramu, mwili wako wewe kuingia motoni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Leo watu mnawadharau mashehe. Mimi sio shekhe, mimi sio mwalimu, mimi sio shekhe, mimi ni mtu wa chini, maamuma kama nyie tu. Lakini hawa mashendo warithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima tumheshimu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtume wake, na wanawazuoni na umma kwa ujumla. Mtume anasema laisa minna, na hadithi ya kumalizia hii, dakika 3, hadithi ya kumalizia. Mtume anasema laisa minna, si miongoni mwetu yule ambaye atakayemvulia heshima mtu mkubwa. Sio miongoni mwenu yule ambaye atakayemvulia heshima mtu mkubwa, na sio miongoni mwenu katika wakubwa atakayeacha kumhurumia mdogo. Maana Mtume aliweka daraja mbili, wakubwa waheshimiwe, wakubwa fanya nini? Waheshimiwe, na wakubwa wawahurumie. Inaeleweka Yaani watu wakubwa sisi tuwaheshimu, sawa? Alafu sisi watu wakubwa wenyewe watuhurumie. Ukiwa mkubwa
kuwa na huruma kwenye jamii ya watu wa chini, na ukiwa mdogo uwe na ihtiram na heshima kwa nani? Kwa watu waliokuwa juu. Kwa hiyo dakika zetu ambazo tuliziweka hapa zimesalia, na jambo letu ambalo tunalifanyia tutaweza kufanya kwa kwenda haraka na wepesi. Suala letu la uchaguzi. Hapa tuna majina, tumepitia hapa kila mmoja mmoja katika kuweza kufanya nini? Kuuliza. Tuna majina mawili. Ambao tulitangulia kwanza. Kama kuna mwingine hapa anahitajia naye awekwe kwenye orodha, yupo? Naam? Yupo? Yupo? Hamna. Hapa tuna majina mawili pekee. Na wallahi billahi tallahi, majina ambayo mnaweza mkayaona mkashangaa, alafu lisitushangazi. Kwa nini? Ikiwa kama tumetanguliza hapa tu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tunamweka Allah shahidi, kwa mtu atakuwa mgomvi, atakuwa ni sababu ya ugomvi kwetu sisi na kwa hao viongozi wetu, tutafanya dua ya kumaliza kwa ajili ya protection generale ya huyu mji. Sawa? Mko tayari? Mko tayari Waislamu? Protection ya huyu mji na protection ya Waislamu wote, kila atakuwa na dhamira ya kutaka kuleta chokochoko ya kuvunja huyu umoja wetu. Wallahi jamii simependeza wallahi. La ilaha illa Allah. Takbir. Takbir. Hivyo moyoni hali iendelee kila siku. Inapendeza eh? Inapendeza. Alafu mko na shekhe wenu mmoja, kiongozi wenu anakuja anawaambia, leo Waislamu inshallah tunafanya hivi. Sami'na wa ata'na. Tumekutii kiongozi wetu lillahi ta'ala. Ya Allah, bismillah. Hii hali inakwenda inavunjika miji mingine. Lyon walikuwa hivi, lakini kwa ajili walitanguliza dunia. Walitanguliza nini? Dunia. Wakaiweka mbele, wakamtoa Allah subhanahu wa ta'ala katika mioyo yao. Tayari leo ummati umeshafanya nini? Umeshagawanyika. Leo nasikia eti Sheikh Qudra ndio alivunjaga huyu umma. Tunayajua yale ambayo msioyajua. Nabidi kusema tunayajua yale ambayo atakaye kuambia Sheikh Qudra alivunja umma sehemu yoyote, mwambie twende mguu mosi mguu pili mbele yake tuyaseme haya. Leo niko nawaambia, yani leo sitaki kwenda huku wala huku. Gisi nataka tutoe yale ya moyoni, tuyavunje vunje. Sheikh Qudra alivunja umma walile. Tunayajua yale ambayo msiyajua. Njooni mnisute kama mimi ndo nilivunja umma wenu. Si huyu hapa umma tumeikaa chini, si wenyewe. Situko tunautengeneza, si wenyewe. Tunataka malaika atoke mbinguni aje kututengenezea. Na kama sio si wenyewe binadamu. Ana basharum mislukum. Mtume anawaambia Mwenyezi Mungu, waambie mimi ni mfano wenu, akitofautiana mimi na nini? Ni wahi. Na mimi tofauti yenu mimi na nyinyi ni pale tu mimi nimehifadhi hadithi 1 2 3 na aza Qur'ani, lakini kuna watu humu ni wabora kuliko mimi. Kuna watu humu ni wabora, Allah anawajua kuliko mimi. Tuna kaka Mosi, tuna Sule. Takbir. Bwana mmesirika Islam. Mmesirika. Okay, mmesirika. Tuna kaka Mosi na tuna Sule. Hawa ndio ambao ninyi sasa ndiye mtakaye tizama. Tunapendekeza. Naam. Mapigo umeweka mapigo? Hatuna. Naam.
watatu. Mmoja kwa muda mrefu. Tuna watatu tuna kaka Mosi, tuna Mapigo, kuna jina lingine tena baadaye lilifutwa. Sheikh Ibrahim yupo na yeye. Lilifuta. Rai ambayo imetoka, kwa sababu sisi ni binadamu, tunaweza kupatia na tukakosea, na uenda nikasema kama nyinyi mnaweza kuwa ni bora kuliko sisi. Rai imetoka katika haya majina ambayo Mapigo, Mzee Mosi pamoja na kaka Sule. Kwa kuokoa muda, tutazungumzia ni kina nani wanaopendekeza kaka Mosi aweze kuchukua hii nafasi. Tunapandisha mkono, tunahesabia, tunaandika. 1, 2, nani anapendekeza Mapigo? Tunainua mikono, tunaandika, basi. 3, nani anapendekeza Sule? Tunainua mikono, tunaandika, basi. Ili kwa kwenda haraka. Hiyo ni fikra ambayo imejitokeza. Naam. 80 sasa hapa. 80 kaka Abdalla. Maliza. Anazungumza. Naomba unisaidie kwenye hili jambo. Nasikia kina mama huku anaanza kuzungumza na kina baba wanazungumza. Tuanzie huku kwenye fikra. Naam. Na huku wakina mama na maoni mengine wanasema na wenyewe ni bora tuandishe. Tumefahamu. Naam. Watatoa. Watatoa, sawa. Tusikilizane jameni. Twende vizuri kabisa, tulianza vizuri ili inshallah tufikie kwenye usalama uliokuwa mzuri. Nadhani kila mtu ajisajili hapa. Naam. Naam. Aha. Ndio. Sawa. Naam. Jina tu presence, liste de présence. Naam. Usipingi fikra ya mtu, mwache aseme, alafu ana uhuru wa kuzungumza, alafu yale ambayo tunakubaliana kama jinsi mlisema tuliosikia na wengine wacha waseme. Kwa sababu hivi nazungumza ni parole yangu. Hakuna mtu hapa asende kwa mwenzake. Mfano huyu anataka kwangu nenda kwake, maana sisi tunatembeleana sisi. Kwa hiyo ingefupiza na mikono juu Mapigo, mikono juu naandika. Fulani mikono juu. Ingechukua muda wa dakika 3 ama dakika 4. Lakini kuandika ile mtu sasa yale ulizungumza sasa pale ulizungumza kwamba watu wote tutoe vinyongo vyetu. Ndio tunataka kuandika sasa. Ndio vile vinyongo vitabaki kwenye roho, lakini sababu sisi hapa tunatembeleana. Hakuna mtu anakuwa na mwenzake. Na Mzee Mosi. Unajua twende na jamii na gisi ilivyo. Unanifuata vizuri. Tufanye gisi majority wameshapasisha, tufanye tuyatoe njiani. Hizo fikra hazikosi kwa sisi viumbe vya Mungu. Hata wa zamani walikuwa hizo zitakuwa ni fikra. Tufanye hivyo msiri. Itakuwa ni bora. Tumefanya liste de présence ya watu wote wenye wako hapo. Maana karatasi zote zitatoka. Itakuwa sawa sana nombre ya watu.
Kuna karatasi nilikuwa niko najiprepare hapo. Tunaweza tukagawia umoja umoja. Hata hicho kwa mikono tuko masomo. Tuko kwa masomo. Anasema iko na mastilo mgari akazileta. Na niko na zingine. Mwenye kama iko na stilo zingine alete, mimi niko na tatu. Mwenda shule. Zamuri chini. Naam. Na nitahesabu na karatasi hizo zitarudi, tutazihesabu kama siku sana na umri ya watu. Na moja. Samani, tayari. Okay. Ngoja piki inakuja. Piki inakuja, kila mtu atachukua. Suko. Hata president anaenda kutora shefe. Vita ziko kibao. Namba kijana walimtoa mnomo 22, 23, 24, ni angoya tubaki hapa. Tumepata 25 personnes hapa. Ngoje. Kako bike zimeenda kuletwa. Kwa msaada wote tuandike tu limoja afu tudunani. Na mimi niko na bike zingine msakoshi yangu. Nimepata 25 personnes. Kuna kijana mlimtoa mnombre. Nimesema kama hajakuwa nadi majeur. Maana yake ni 25. Tumetoa 25 hapa ndani. Labda kaka mtaingie tena na wewe sabini. Ni 25. C'est bon. Ni 25. Shukran. مسير الأرض لأصحابها C'est bon. Na wengine wanakuja 25. Umepata tatu. Niko na